Kwa jina naitwa Ezekiel Evert Emmanuel. Ikiwa ni siku ya maadhimisho ya mwanamke duniani, yaani wazungu wanasema Mother's Day. Leo hii ninakuja na mada inayomhusu mwanamke. Mada yenyewe inasema mwanamke katika jamii na maendeleo makubwa ya ulimwengu. Tunapomzungumzia mwanamke, tunatakiwa tutambue kwamba mwanamke ni nani na yupo kwa ajili ya nini. Sifa za mwanamke ni zipi? Kazi anazozifanya mwanamke, utofauti wa mwanamke na mwanaume, na mambo kadha wa kadha katika jamii yanayomhusu mwanamke. Awali nimejitambulisha, naitwa Ezekiel Evert Emmanuel. Ni mwanafunzi wa Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino hapa Mwanza, na kwa uzuri na ukubwa na ubora zaidi wa mada yetu inayoitwa mwanamke katika jamii na maendeleo makubwa, na ukilinganisha na siku yenyewe ilivyo nyeti, ulimwengu wote unaadhimisha siku hiyo, tutakwenda kutazama vipengele kadha wa kadha ambavyo vinamzungumzia mwanamke. Kabla sijaendelea, tunatamani kujua kabisa mwanamke ni nani katika jamii. Mwanamke ni mtu mwenye jinsia ya kike ambaye anapatikana katika jamii. Ni mtu mwenye jinsia ya kike ambaye anapatikana katika jamii. Anaweza akawa bado ni binti, au anaweza akawa ni mama tayari, au anaweza akawa ni mtoto, ila mwenye jinsia ya kike, huyo ni mwanamke. Tunatazama kwa nini jamii inamtazama mwanamke kama mtu anayeweza kuchochea maendeleo makubwa katika jamii, na jamii kwa sasa imempa kipaumbele tofauti na miaka ya nyuma. Miaka ya nyuma mwanamke alikuwa hawezi kufanya jambo lolote, alikuwa hawezi kuongoza, alikuwa hapewi fursa kama ambazo anapatiwa mwanaume. Lakini jamii ya sasa, ni kwa nini inampatia nafasi kubwa mwanamke katika kuongoza, katika kufanya jambo lolote, katika kuchochea maendeleo ya jamii, katika kuendesha gurudumu lolote ambalo linaonekana kuchochea maendeleo ya eneo husika. Na kwanza, mwanzo jamii ilikuwa haimwamini mwanamke, hata kama alikuwa na ushauri muhimu, alikuwa na ushauri ambao unaweza ukachochea maendeleo, alikuwa na ushauri ambao unaweza ukaleta kitu chanya katika jamii. Mwanzo alikuwa haaminiki, na ndio maana hata awali kabisa mwanamke hakupewa kipaumbele cha kupokea elimu inayoweza kumsaidia kwa maisha yake ya baadaye. Kwa sasa, japo zipo jamii ambazo bado zinakosa namna ya kumpa kipaumbele mwanamke ili aweze kushauri jambo fulani, japo si nyingi sana kwa sasa. Kwa nini jamii mpaka sasa hivi inampa kipaumbele mwanamke katika kushauri jambo fulani ndani ya jamii? Moja, mshauri ameonekana kuwa mshauri, na kile anachokishauri huwa mara nyingi kikitekelezwa kimekuwa na matokeo chanya mwanamke. Kwa hiyo tunaona ushauri wa kwake mwanamke ni bora zaidi, ushauri wa kwake mwanamke ni muhimu zaidi, ushauri wa kwake mwanamke unafanya mabadiliko makubwa. Na cha
cha kukazia mahali hapo, ukisikiliza ushauri ambao unapewa na mwanamke, mara nyingi ushauri ukiwa ni mzuri na wewe mwenyewe ukautathmini halafu ukaushughulikia, umekuwa ukileta matokeo mbalimbali katika jamii. Ndio maana mwanamke katika jamii ya sasa wamemchukulia na kumpa nafasi ya kuwa mshauri. Mfano mzuri ni namna ambavyo jamii yetu na watu mbalimbali, wanaume wanapokea ushauri kwenye familia zao, wanaume wanapokea ushauri juu ya ndoa zao. Muda mwingine watoto wa kike huwa wana mambo mengi, lakini mwanamke anamshauri. Mfano mzuri ni mama anaamua kumshauri kijana wake wa kiume, anamwambia unapoelekea sio kuzuri, jaribu kufanya hivi. Mwana kijana akiamua kusikiliza ushauri ule, mara nyingi huwa anatoka. Jambo la pili, mwanamke amepewa nafasi kwa sasa kwa sababu ameonekana kuwa mlinzi. Kwa nini anaonekana kuwa mlinzi? Kwa sababu mwanamke ameonekana kuwa mlinzi, kwani taarifa zozote huwa zinafikia kwake. Jamani, tunakubaliana tukubaliani? Wanawake wanapoenda kupiga umbea pale, anapata taarifa. Baada ya hapo anaenda kumwambia mume wa kwake, au anaenda kutoa taarifa juu ya mtu ambaye anakuwa anazungumziwa. Ule umbea unaifanya jamii, unaifanya familia kuendelea kuwa salama salimini. Kwa hiyo ameonekana kuwa mlinzi na taarifa zote zinashuka kupitia yeye. Kwa hiyo mwanamke ni mlinzi, na ndio maana jamii imemwamini na kumpa kipaumbele kwa sasa. Jambo la tatu, mwanamke kwa sasa amepewa kipaumbele kwa sababu ni mchapakazi. Ni mchapakazi. Tunaona kwamba mwanamke ameonekana katika maeneo tofauti tofauti. Mfano mzuri katika maeneo yaliyopo Tanzania na maeneo mengineyo. Lakini kwa Tanzania tunamuona wako wamama ambao wanaendesha magenge. Hayo magenge wanauza vitu vidogo vidogo ambavyo vimeisaidia jamii kujikimu kwa namna moja ama nyingine. Tunaona kwamba mwanamke amepewa kipaumbele kwa sababu ya uchapakazi. Kwa hiyo anapochapa kazi, jamii inamwamini na kumpa kipaumbele, kwa sababu genge alilolianzisha sehemu fulani kwa maeneo mbalimbali ya Tanzania, tunaona kwamba anapata kipaumbele zaidi. Huyo ndiye mwanamke. Haya, twende tuangalie tena kazi anazozifanya mwanamke ni zipi? Kazi anazozifanya mwanamke ni zipi? Jamii kama jamii, baada ya kumwamini na kumpa kipaumbele, mwanamke amefanya mambo gani? Mwanamke amejikita katika sekta zipi? Mwanamke amejikita katika majukumu yapi? Licha ya kuwa kwamba amepewa kipaumbele, akawa baada ya kupewa kipaumbele ameonekana kuwa mshauri, ameonekana kuwa mlinzi wa familia na jamii nzima, ameonekana kuwa mchapakazi. Sasa ni zipi kazi anazozifanya katika kupewa kipaumbele katika jamii? La jambo la kwanza ameonekana kudumisha ushirikiano. Ushirikiano tuna maana gani? Wameanzisha vikundi mbalimbali katika level za chini ili waweze kujikwamua kiuchumi wao wenyewe. Ndio utasikia kuna vikoba, sijui kuna nini, ndio kazi za wanawake. Kwa hiyo anapiga kazi kujikwamua yeye mwenye kiuchumi, na ili aweze kuja kuikomboa familia ya kwake
na jamii kwa ujumla. Mfano mzuri kwa sasa hivi Tanzania kuna jamii ya vikoba, utasikia kuna sakosi, viko vingi. Ameanzisha vitu vyote hivyo kuonyesha ushirikiano mkubwa ili aweze kujikwamua. Na mfano mzuri mahali hapo tunaona katika kuanzisha vitu kama vikoba, sakosi na kadhalika, mwanamke ameonekana katika kazi akisimamia vikundi hivyo na hatimaye anajikwamua kiuchumi kwa namna moja ama nyingine. Na ndio maana tunaona kwamba jamii imemwamini. Baada ya kumwamini, ni kazi zipi anazifanya? Anaimarisha ushirikiano. Jambo la pili, ameonekana akifanya biashara. Hapa sasa tunamwona mwanamke akiwajibika, akifanya kazi za biashara ambazo zimekuwa zikimkwamua yeye mwenye kwa namna moja ama nyingine. Kuna muda mwingine ni kweli hatukatai wanaume tunafulia, tunaishiwa pesa. Lakini mwanamke kwa sababu anafanya biashara, anafanya ujasiriamali, anaingiza kipato kimoja, anaingiza kipato moja, anaingiza, inakuja kumsaidia familia yake inakuwa vizuri katika biashara. Kwa hiyo anajikita katika biashara ya namna mbalimbali. Kwa mfano, wapo wauza mahoteli, wapo wauza magenge, wapo wauza maduka, ni wanawake. Kwa hiyo anafanya biashara ili aweze kujikwamua kwa namna moja ama nyingine. Lakini pia mbali na biashara amejikita katika kilimo. Kwa hiyo amekuwa akifanya vilimo vidogo vidogo. Utaona amepanda bustani, utaona amepanda nini. Hii inamsaidia kwamba apunguze utegemezi, asitegemee sana. Lakini pia kwa hiyo amekuwa akifanya biashara na kilimo na ufugaji. Wako ambao wanaendesha ufugaji ambao umewatoa kwenye maisha. Jambo la tatu, amekuwa akijishughulisha. Unapozungumza kujishughulisha, utamkuta leo yuko hapa, utamkuta leo yuko hapa, utamkuta leo yuko hapa. Yaani hakai sehemu moja. Huyo ndiye mwanamke. Na sifa nzuri ya mwanamke ndiyo hiyo. Si mtu wa kukaa, anatakiwa ajishughulishe. Kwa hiyo kazi moja wapo anayoifanya mwanamke ni kujishughulisha. Amejishughulisha, anakwamua, jamii nzima inaibuka na kwa kidedea katika maendeleo ya wao wenyewe. Ile swala la umaskini, ujinga kutokana na mwanamke, vyote vinatokomea. Jambo lingine, ameonekana kuwa mlinzi. Kazi moja wapo anayoifanya ni ya ulinzi. Si ulinzi tu wa taasisi wala nini, ila ni mlinzi wa taasisi ya ndoa iitwayo ndoa. Halo, ndoa inaitwa taasisi, na ndiyo taasisi ya kwanza iitwayo ndoa kuliko taasisi zingine zote duniani. Kwa nini iliitwa taasisi? Kwa sababu Mungu mwenyewe aliibariki, akasema enendeni mkazae muongezeke. Hiyo ndo taasisi ya kwanza. Na taasisi inakuwa na sifa gani? Inakuwa na sifa ya kuzalisha, ni productive. Kwa hiyo ameonekana kama mlinzi. Unavyozungumzia mlinzi, ni mlinzi kweli kweli, anajishughulisha na mambo ya ulinzi zaidi katika jamii ya kwake anayoishi. Huyu ndiye mwanamke.